Ndugu wananchi wa Jimbo la Ngara, ndugu wana CCM na ndugu wa Tanzania kwa ujumla. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbele yenu ni Albert Jared Muhile. Ndugu wananchi wenzangu wa Jimbo la Ngara, nimeonelea kutumia siku hii ya leo kuwajulisha kuwa baada ya tafakuri ya kina kuhusu changamoto za Jimbo la Ngara, kuhusu mahitaji ya uongozi mpya na wa kisasa katika Jimbo la Ngara, nimeamua kuomba nafasi hii ya mbunge wa Jimbo la Ngara. Kwa ajili hiyo, wakati ukifika, ninakusudia kufika katika ofisi za chama wilaya ya Ngara kwa ajili ya kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya wana CCM wenzangu ili niteuliwe na chama changu kuwa mgombea wa nafasi ya mbunge wa Jimbo la Ngara kwa mwaka wa 2025-2030. Ndugu wananchi wenzangu, nafanya hivyo nikitambua ukubwa na utakatifu wa dhamana hii ninayoiomba. Nafasi hii nikiwa nimejiridhisha bila shaka yoyote kwamba ninao uwezo, ukomavu, uzoefu, hekima, busara, maarifa na ubunifu wa kushika nafasi ya mbunge wa Jimbo la Ngara. Ndugu wananchi, ninaomba nafasi hii nikiwa naelewa kiu ya wanangara kupata aina mpya ya uongozi wa zama za sasa na za kileo utakaotoa matumaini mapya katika kuijenga Ngara mpya. Ninaiomba nafasi hii nikiwa naelewa misingi inayoijenga na kuilinda wilaya yetu ya Ngara na jimbo letu kwa ujumla. Misingi ya haki, umoja, amani, mshikamano na upendo. Misingi ambayo tuna haja ya kuilinda kwa gharama zote na kwa nguvu zote tulizopewa na Mungu. Ndugu wananchi, jimbo letu liko katika njia panda. Ndugu wanangara wenzangu, jimbo letu limegawanyika katika njia mbili, ambapo katika miaka 5 ijayo jimbo letu linaweza kuchukua njia moja kati ya njia hizo mbili. Jimbo letu linaweza kupiga hatua kubwa sana kimaendeleo au likaendelea kuwa jimbo la vituko, uongo, drama zisizoisha, wazee wetu kudharauliwa, ofisi ya mbunge kugombana kila kukicha na mamlaka za serikali na mamlaka za kichama, kuingiliwa mila na desturi zetu kama wanangara, mfano familia za kichifu kuingiliwa katika mila zao na tamaduni zao, familia za kichifu kutoheshimika, lakini pia wazee wa Ngara kutothaminiwa, kutoheshimiwa, kutukanwa na kudhalilishwa kila kukicha. Ndugu wananchi wenzangu, ikiwa tutachagua vizuri mwaka huu, tutaliokoa jimbo letu na tutapiga hatua kubwa sana katika miaka 5 ijayo. Lakini ikiwa tutafanya makosa, tutalidumbukiza jimbo letu katika hatari ya mpasuko wa kugawanyika kikabila, kimila, kidini, na tutaendelea kuwa na mgawanyo na gap kubwa kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho. Aina ya uongozi tutakaochagua mwaka huu ndio utakaoamua mwelekeo wa jimbo letu kwa miaka 5 ijayo. Baada ya miaka 5 iliyopita, sasa ni wakati wa Ngara kupata kiongozi mpya, mwenye maono mapya, maarifa mapya na mwenye majawabu mapya. Ndugu wanangara wenzangu, niko mbele yenu kuhakikishia kuwa nimefanya tafakuri ya kina na ya muda mrefu sana kuhusu mwelekeo wa jimbo letu, na niko tayari kutengeneza na kuongoza timu ya vijana waadilifu na watiifu katika kutatua changamoto za wanangara, na sio timu za vijana wanaokesha mitandaoni kutukana wazee, kutukana viongozi wa serikali, kutukana viongozi wa chama, na wanaokesha mitandaoni kudanganya wanangara kwa maslahi yao na manufaa yao binafsi. Ndugu wanangara,
Nimesimama mbele yenu kuomba kuungwa mkono na wana CCM wenzangu na wanangala kwa ujumla katika safari hii itakayokuwa ya uwazi, ukweli, ushirikishwaji wa mwananchi mmoja mmoja na safari itakayojengwa katika misingi ya kupinga na kukataa matumizi makubwa ya pesa au rushwa katika kutafuta imani na kuungwa mkono kisiasa. Ndugu wanangala, ninaiomba nafasi hii nikiwa naijua vema wilaya yetu na jimbo letu kwa ujumla. Na yajua kwa kina matatizo ya wanangala kote katika mipaka ya jimbo letu. Kwani mimi nimezaliwa katika kata ya Nyamiaga, kitongoji cha Mkabingo, nikiwa mtoto wa kwanza wa Mwalimu Jared Mkiza Muhile. Nimesoma elimu ya msingi katika shule ya msingi Nyamiaga na kupangiwa shule ya sekondari Ngala Secondary School alimaarufu kama Ngala Seko. Lakini mzee Muhile akachagua nijifunze zaidi na nipate changamoto mpya kwa kusoma shule ya sekondari Leki iliyopo kata ya Lulenge, wilaya ya Ngala, mkoa wa Kagera. Baada ya hapo niliendelea na masomo ya high school form 5 na form 6 katika shule ya Kalatu Boys High School iliyopo wilaya ya Kalatu, mkoa wa Arusha, na baadaye kumalizia kidato cha 6 katika shule ya Kahololo Boys High School iliyopo wilaya ya Bukoba, mkoa wa Kagera. Na mwisho nikajiunga na masomo ya chuo kikuu katika chuo kikuu cha St. Joseph University kilichopo mkoa wa Dar es Salaam kabla ya kuanza kazi, biashara, na sasa nikiendelea na masomo zaidi katika chuo kikuu huria cha Tanzania tawi la Mwanza. Ndugu wananchi, katika safari yangu ya masomo na kazi nimeizunguka wilaya nzima ya Ngala, kwani mwaka 2015 nikiwa kijana mdogo nilizunguka wilaya nzima katika chaguzi za ndani za chama na wengine wanaziita ni kula za maoni. Katika uchaguzi huo nilimuunga mkono baba yangu mzee Muhile ambaye kwa sasa ni afisa elimu sekondari wilaya ya Muleba. Aidha, uadilifu, uchapakazi na nia njema juu ya Ngala na Tanzania kwa ujumla alionayo mzee Muhile havikunipa shaka kumuunga mkono katika uchaguzi huo na katika chaguzi zilizofuata. Kwa hiyo sikumuunga mkono tu kwa sababu ni baba yangu, lakini nilimuunga mkono kwa sababu ya nia, dhamira na matamanio yake juu ya maendeleo ya Ngala. Ndugu wanangala, mwaka 2020 pia nilifanya hivyo. Nilimuunga mkono mzee Muhile katika kutafuta nafasi ya kuteuliwa na CCM kuwania nafasi ya mbunge wa jimbo la Ngala, na nilizunguka katika mipaka yote ya jimbo la Ngala kujua na kutafuta changamoto za wanangala ili kama ingempendeza Mungu mzee Muhile kuwa mbunge wa jimbo la Ngala tuweze kushirikiana kutatua changamoto hizo tulizozibaini. Mwaka 2022 niliwaomba vijana wenzangu wa kata ya Nyamiaga wanitume niwawakilishe kwa nafasi ya mjumbe wa mkutano mkuu wa UVCCM mkoa wa Kagera. Wananyamiaga wenzangu walinipokea, waliniunga mkono na kunichagua kwa kula nyingi sana na kunipa nafasi hiyo ya mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa UVCCM Kagera, nafasi ambayo ninaitumikia mpaka sasa. Aidha, nichukue nafasi hii kuwashukuru wananyamiaga kwa imani hiyo walionipatia na niseme sitawaangusha katika uwakilishi huo. Ndugu wanangala, katika mwaka huo huo wa 2022 niliomba nafasi ya mwenyekiti wa vijana wilaya ya Ngala kupitia Chama cha Mapinduzi yani UVCCM, ambapo katika mchakato huo katika hatua za awali kabisa sikufanikiwa kuendelea mbele kutokana na kanuni za chama. Kwa maelezo hayo inatosha kabisa kusema ninaijua Ngala vizuri, kwani nimekuwa nikishiriki michakato mbalimbali ya ujenzi wa wilaya yetu, kama vile mwaka 2018 kwa kushirikiana na mama Helen Adrian Goz, wengine wanamfahamu kama mama Helena, mama mwadilifu kwa chama na taifa lake, mama ambaye amewahi kuwa mwenyekiti wa chama wilaya ya Ngala. Ni mkazi wa kata ya Lulenge wilaya ya Ngala,
aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama chetu, chama tawala kwa kipindi chake alichotawala. Amekuwa akigombea nafasi mbalimbali ikiwemo nafasi za ubunge kwa miaka kadhaa. Nilishirikiana naye na kuunda tamasha la burudani, fursa za elimu, fursa za biashara na elimu kwa vijana. Tamasha hilo tulilipa jina la Twenzetu Lulenge, ambapo tuliunganisha vijana mbalimbali kutoka Ngara mjini, Kabanga, Rusumo, Benako na tukakutana Lulenge, ambapo tulijadili mambo mbalimbali ya burudani, elimu na fursa. Nichukue fursa hii kumshukuru Mama Helen Goz kwa kunipa imani, kuniamini kushiriki katika tamasha hilo kama nikiwa mwandaaji mwenza, nikiwa kijana bado mwenye umri mdogo, nikiwa bado niko chuo. Ndugu wananchi wenzangu wa jimbo la Ngara, mnamo mwaka 2019 nikishirikiana na kaka yangu na rafiki yangu Lucas Magale na kampuni yake ya Number One Production, tuliandaa tuzo za vijana, tuzo ambazo ziligusa burudani, elimu na vipaji mbalimbali, tuzo ambazo tuliziita Best of the Best Awards. Tuzo hizi zililenga kumuinua kijana wa Ngara ambaye ana uwezo na potential lakini hajapata nafasi ya kuonekana ili aweze kuonekana. Tuzo hizi ziliwanufaisha vijana waandishi wa habari akiwemo Ramadhani Ismail Makonda, mwanahabari mkongwe na maarufu, vijana wasanii wanaochipukia wilaya ya Ngara kipindi hicho kina God Biko the Mafia, Timo Lee, Ricky Kazungu na vijana wengi ambao walipata nafasi ya kuonekana katika tuzo zile. Tuliwatunza na kuwapa sapoti pale ambapo Mungu alitujalia. Aidha, tuzo hizo zilidumu kwa awamu moja tu au mwaka mmoja tu, na baadaye zilikufa kutokana na kutokuwa na sapoti ya kiuchumi na kifedha, kwa sababu nilikuwa bado niko shule, lakini nia na mafanikio kupitia tuzo zile ilionekana, kwani vijana wengi walianza kuonyesha vipaji vyao na uwezo wao, wakitamani mwisho wa siku waweze kupata tuzo hizo, lakini kwa bahati mbaya hazikuendelea. Ndugu wana Ngara, kwa kufanya vile katika umri ule nikiwa bado niko shule, inatosha kusema kwamba ile ilikuwa ni nia ya dhati juu ya Ngara ninayoitamani na niitakayo. Ndugu wana Ngara, naiomba nafasi hii ya mbunge wa jimbo la Ngara nikiwa nimejiridhisha kuwa ninayo majawabu ya matatizo yote tulionayo wana Ngara. Aidha, siko mbele yenu leo kuwasimulia juu ya matatizo ya wana Ngara ambayo nina uhakika kila mmoja wetu anayafahamu na anayatambua. Siko mbele yenu kuwaelezea juu ya matatizo ambayo wana Ngara wanayo, ambayo Wananyamiaga wanayo, Wanarusumo wanayo, Wananyakisasa wanayo, Wanantubei wanayo, kwa sababu ninaamini kila mwana Ngara anayafahamu. Bali niko mbele yenu leo kuwapa majawabu mapya na namna tutakavyo tatua matatizo yetu. Ndugu wana Ngara, katika kuiomba nafasi hii nimefikiria na kuja na majawabu mapya ambayo yatanitofautisha mimi na watiania wengine wanaoiomba nafasi hii ya mbunge wa jimbo la Ngara. Natambua kuwa nikiteuliwa na chama changu cha Mapinduzi, nitapewa ilani ya chama inayoeleza mambo yatakayofanywa na serikali ya CCM kwa miaka 5 ijayo. Ninaahidi kuipokea ilani hiyo, kuisimamia, kuinadi na kuifanyia kazi kwa nguvu zangu zote, kuhakikisha serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka wa 2025, 2030 inafanikiwa chini ya uwakilishi wangu wa jimbo la Ngara, na miradi yote kusudiwa ndani ya ilani inafanikiwa, inatekelezwa na inasimamiwa kwa nguvu zote. Aidha wana Ngara, tumechoshwa na tabia za wabunge mbalimbali kuendelea kujificha katika ilani, kuendelea kuamini kwamba kinachofanywa na serikali kinatosha kwa uwakilishi wao. Mbunge atasimama atasema serikali ya Rais Samia imefanya hiki, serikali ya CCM imefanya hiki, lakini akisimama akaulizwa yeye binafsi kwa ubunifu wake, kwa akili yake amefanya nini, anakosa majawabu ya kutosha. Ndugu wana Ngara,
Ninatambua jukumu mojawapo langu kama mbunge itakuwa ni kuisimamia na kuwasimamia watendaji juu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ninatambua kuwa Waswahili wanasema hakuna ziada njema iliyo mbovu. Hivyo kuwepo kwa ilani hakuzuii kuwepo kwa mambo ya ziada mema kwa ajili ya jimbo letu. Kwa maana hiyo nitakuwa na mambo mengi ya ziada ambayo nitayafanya kwa akili yangu, uwezo wangu, nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 ili jimbo letu liweze kupiga hatua. Matamanio yangu ni kuijenga Ngara mpya itakayotambulika kitaifa na baadaye kimataifa. Ngara itakayowashawishi watu wapya kutamani kuishi Ngara, lakini pia na wale wazao walioko Ngara waendelee kutamani kuishi Ngara, kuwekeza Ngara na kujivunia au kuwa proud na jimbo lao ama wilaya yao ya Ngara. Hivyo basi, pamoja na yale mambo ya kiilani, nitafanya mambo yafuatayo ikiwa nitaaminiwa na kupewa nafasi na chama changu cha Mapinduzi. 1. Nitatoa nusu ya mshahara wangu ambayo ni 50% kila mwezi kwa maendeleo ya kila kata. Ndugu wanangala, ninaiomba nafasi hii nikiamini kuwa kwangu ubunge sio ajira, bali ni utumishi na uwakilishi. Hivyo nitatoa nusu ya mshahara wangu kila mwezi kwa maendeleo ya kila kata, na matumizi hayo yataamuliwa na wananchi wenyewe kupitia mikutano ya vijiji na kata kwa usimamizi wa kamati maalum tutakayoiunda. Ndugu wanangala, usimamizi wa pesa hizi zitokanazo na mshahara wangu ambazo ni kila mwezi nitazitoa kwa ajili ya maendeleo ya kila kata yatasimamiwa. Usimamizi huu utasimamiwa kwa uwazi na kila mwananchi wa Ngara atajua kila senti ya 50% ya mbunge wake imeenda katika shughuli gani. Ndugu wanangara, nitaanzisha mfuko maalum utakaoitwa mfuko wa ndoto za vijana na kina mama. Ninatambua kwamba tayari 50% ya mshahara wangu itakuwa imeelekea katika maendeleo ya kila kata. Watu watajiuliza nitatoa wapi pesa za kuanzisha mfuko huu maalum utakaoitwa mfuko wa ndoto za vijana na kina mama. Nikujulishe kuwa ninao marafiki, ninao ndugu, ninao watu ambao nimekutana katika harakati za maisha wenye utayari wa kunisaidia na kulichangia jimbo la Ngara katika kufanikisha ujenzi wa Ngara mpya. Hivyo basi, kwa kushirikiana na wadau hao, nitaanzisha mfuko huu ambao utawawezesha vijana na kina mama wengi ambao wamekuwa na ndoto lakini zinakosa kuendelezwa. Mfuko huu maalum utaendeshwa kwa uwazi na vijana na kina mama watakaochaguliwa kwa mfumo wa wazi kunufaika na mfuko huu watawezeshwa kwa kupewa elimu juu ya ndoto zao, lakini pia watawezeshwa kifedha ili waweze kutimiza ndoto zao. Ndugu wananchi, ikiwa nikichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ngara, nitaanzisha program ya shule moja talanta moja. Shule moja talanta moja. Kupitia program hii nitakayoianzisha, nitawawezesha wakuu wa shule za msingi na wakuu wa shule za sekondari kila mmoja katika shule yake kubaini vipaji vya wanafunzi wake kitaaluma, kisanaa, kimichezo, kitamaduni na kimila, ili wanafunzi hao wawezeshwe vipaji vyao viendelezwe. Nikisema vipaji vyao, maana yake mwanafunzi mwenye kipaji cha taaluma, anayefanya vizuri kitaaluma atawezeshwa kitaaluma, anayefanya vizuri kwenye muziki atawezeshwa kwenye muziki, anayefanya vizuri kwenye mpira atawezeshwa kimpira. Tutawawezesha kwa sababu sasa hivi katika dunia ya sasa vipaji na talanta binafsi imekuwa ni sehemu ya ajira. Ndugu wananchi, nikipewa ridhaa ya kuteuliwa na chama changu cha Mapinduzi na kushinda uchaguzi na kuwa mbunge wa jimbo la Ngara, nitaanzisha program mpya itakayoitwa mitaa yenye akili au smart villages. Mitaa yenye akili au smart villages. Kupitia tehama na nishati jadidifu, nitabadilisha vijiji vyote kuwa vituo vya maarifa, mawasiliano na biashara kupitia wifi za kijamii, solar power
na huduma za kidijitali kwa mkulima na mfanyabiashara mdogo mdogo. Utauliza litawezekana vipi? Lakini litawezekana kwa sababu tutaifanya mitaa kuongea. Tunamtaka mwananchi wa Nyakisasa, biashara yake ya Nyakisasa, mtu aliyeko Zambia, aliyeko Dar es Salaam ajue kwamba kuna mkulima wa Nyakisasa analima ndizi, na ndizi ile ionekane Zambia, mtu wa Zambia atoke moja kwa moja afike Nyakisasa kuinunua ndizi ile. Jambo hilo linawezekana kwa sababu tutafunga wifi za kisasa, solar power, na kuunda mifumo ya kidijitali itakayomwezesha kila mwanakijiji na kila mwananchi kuifikia dunia pasipo kutumia nguvu ya ziada. Ndugu wananchi, nikichaguliwa nitaunda bunge la wananchi na kamati ya ushauri ya jimbo JCC. Ndugu wananchi, ninatambua kuwa mkutano ya hadhara ni njia muhimu katika kukusanya maoni na mahitaji ya wananchi. Lakini ninatambua kuwa ipo kamati ya ushauri ya wilaya inayoundwa na ofisi ya mkuu wa wilaya. Kama nilivyosema mwanzo, hakuna ziada njema iliyo mbovu. Nitaunda kamati ya ushauri ya jimbo itakayojumuisha madiwani wa kata zote, viongozi wa dini zote, wazee mashuhuri, ofisi ya mkuu wa wilaya na viongozi wa chama ngazi ya wilaya na ngazi ya kata zote, ili kwa pamoja tujadili juu ya uendeshaji wa jimbo letu. Hii ndio maana ya tutaongoza jimbo pamoja. Ndugu wananchi, sitarajii, sitamani, sikusudii kuwa aina ya mbunge nitakayekuwa mjuaji, nitakayekuwa ninajua kila kitu na kuongoza jimbo mwenyewe. Nitaiamini kamati hii nitakayoiunda, ambayo itakuwa ikinishauri na ikitushauri tufanye nini, twende vipi, tuongoze vipi na tupite katika njia gani kwa ajili ya ujenzi wa ngala mpya. Hii ndiyo ngala mpya ninayokusimulia siku ya leo. Ndugu wananchi, tutaanzisha jukwaa la Ngala Diaspora Forum. Kwa kutambua mchango wa wanangala wasioishi Ngala, tutaanzisha jukwaa hili ili wananchi wenzetu wazawa waishio nje ya Ngala na nje ya Tanzania washiriki kutoa mawazo yao na michango yao ya kifedha itakayowezesha kuisaidia serikali kutatua changamoto ndogo ndogo kama vile ununuzi wa madawati, vitanda mashuleni, ujenzi wa mabweni mashuleni, ununuzi wa vifaa tiba, ununuaji wa sola za umeme mashuleni na kadhalika. Aidha, michango itakayozalishwa kupitia Ngala Diaspora Forum itawasilishwa katika kamati ya ushauri ya jimbo JCC, ili kamati hii ipange na iamue juu ya matumizi ya wazi ya pesa hii. Aidha, makusanyo ya pesa hii yatakuwa ya wazi na matumizi yatakuwa ya wazi yakitolewa na kamati ya ushauri ya wilaya. Ndugu wanangala, jukwaa hili la Ngala Diaspora Forum nitalianzisha mahususi kwa sababu kumekuwa na siasa potofu ambazo zinatumiwa na wanasiasa wengine ambao wanadai kwamba wako watu wasioishi Ngala na wana maendeleo nje ya Ngala, wanawekeza nje ya Ngala na nje ya Tanzania kwa ujumla. Hili sio kosa, hili sio dhambi, kwa sababu hakuna aliyezaliwa kwamba lazima aishi Ngala. Tanzania ni moja, akiwekeza Dar es Salaam, akiwekeza Dodoma, analipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa lake, na kule anatoa fursa kwa ajili ya Watanzania wenzake. Hivyo basi, kama kiongozi ninayejitambua, sitamlalamikia mwanangala yoyote anaishi nje ya Ngala, wala kuona kuishi kwake nje ya Ngala ni kosa, bali nitatumia kuishi kwake nje ya Ngala kama fursa ya kumsaidia mwananchi wa Ngala. Mwananchi anaishi nje ya Ngala na anaishi nje ya Tanzania, tutamtumia kwa kuwanufaisha wanangala na kuliendeleza jimbo letu kupitia jukwaa hili la Ngala Diaspora Forum nitakaloliunda. Ndugu wananchi, tutaanzisha bustani ya ndoto ya Ngala, itaitwa Ngala Dream Park, ambapo nitaunda bustani ya wazi yenye maktaba ya kijamii kwa ajili ya usomaji wa vitabu na historia mbalimbali zinazohusu viongozi mbalimbali wa Ngala, viongozi wa kimila, lakini pia historia mbalimbali za kichifu, familia za kichifu na records mbalimbali. Hii itatusaidia hata watu kuacha kukurupuka na kufanya nini, kuingilia
mambo ya kimila na historia, kwa sababu watatumia bustani hii ya Ngara Dream Park kusoma historia nzuri za kijamii na za kimila za watu wa Ngara, Kagera na Tanzania kwa ujumla. Katika bustani hii tutaweka vipaumbele vya michezo kwa watoto, tutaweka majukwaa ya vipaji ambapo tunaamini kupitia bustani hii tutawavutia watu wengi kutamani kuja Ngara, kula sikukuu Ngara, kuspend time Ngara. Hivyo basi tutazitumia sikukuu maalum kama za Pasaka, Christmas, Eid na sikukuu mbalimbali kama za Valentines kualika watu mbalimbali, wasanii na watu mbalimbali kuja kuitembelea Ngara Dream Park Garden, ambapo tunaamini tutaongeza kipato kwa halmashauri yetu, lakini pia tutaongeza muingiliano wa watu mbalimbali. Mama ntilia atauza chakula, bodaboda atabeba abiria, hoteli zitapata wageni, na Ngara yetu itakuwa busy wakati wote kupitia Ngara Dream Park Garden. Ndugu wananchi, nitaunda ofisi ya mbunge mitandaoni. Mimi ni kijana, nina nguvu. Sitarajii kuwa mbunge wa kukaa ofisini, sitarajii kuwa mbunge wa kwenda kusinzia bungeni. Nitaunda ofisi ya mbunge mitandaoni. Nitaunda timu ya vijana wasomi watakaoendesha mitandao ya kijamii ya jimbo maalum kwa kukusanya maoni na mapendekezo ya wananchi juu ya uendeshaji wa jimbo lao. Hatukusudii kutumia vijana na mitandao ya kijamii kutukana watu, kubishana na watu, kubishana na mamlaka za serikali au mamlaka za chama. Tutatumia mitandao ya kijamii kukusanya maoni, ushauri na namna wananchi wanataka jimbo lao liendeshwe, na maoni hayo tutayakusanya masaa 24 na kutoa majibu kwa wakati kusudiwa. Aidha, majibu tutakayoyatoa tutayarudisha kwa wananchi na kuwasikia wanaamua nini. Maamuzi ya wananchi ndiyo sauti ya wananchi, ndiyo uelekeo wetu katika kuiongoza Ngara. Tutaunda program itakayoitwa Hospitali Moja, Tiba Moja ya Maajabu. Hospitali Moja, Tiba Moja ya Maajabu. Kwa kushirikiana na taasisi kubwa za afya, nitahakikisha hospitali ya wilaya inakuwa na huduma za tiba maalum kama saratani, moyo au figo, ili watu wasilazimike kusafiri hadi Bugando au Muhimbili kufuata matibabu hayo. Ndugu wananchi, aidha ninakusudia kusimamia na kuwezesha ujenzi wa shule 2 za binafsi, kuchochea ajira zaidi ya 100 na kuongeza mapato ya halmashauri. Ndugu wananchi, ni wazi kuwa serikali inafanya kila jitihada kuajiri wataalamu mbalimbali, lakini ukweli ni kwamba serikali haiwezi kuajiri wahitimu wote wa Kitanzania. Ninao uhakika kuwa ninao wadau walio tayari kujenga shule 2 za kisasa wilaya ya Ngara zitakazo badili maisha ya wanangara kwa kuwapatia ajira vijana zaidi ya 100 ambao ni wahitimu wa kada ya elimu wanaozaliwa wilaya ya Ngara. Aidha, kipaumbele chetu katika kuajiri itakuwa ni lazima kijana awe wa Ngara kwanza, na ikiwa vijana wa Ngara watajitosheleza ndipo tutawaajiri vijana wengine wa Kitanzania. Aidha, uwepo wa shule hizo utachochea ulipaji kodi na ongezeko la mapato kwa halmashauri yetu ya Ngara. Shule hizi zitadumu wakati wote na sio sawa na viwanda ama biashara zinazofunguliwa ili mbunge achaguliwe na akisha chaguliwa viwanda hivyo vinapotea na kufa. Ndugu wanangara, si kuwa tutatoa ajira tu kwa vijana, lakini kupitia shule hizi tutatoa ajira, tutalipa kodi na thamani ya jimbo letu itaongezeka kwa uwepo wa shule hizi za kisasa au international schools. Ndugu wanangara, tutaanzisha jukwaa la Malkia wa Ngara ambapo tutamwezesha mama wa Ngara na kina dada wa Ngara ama mabinti wa Ngara kuinua ndoto zao za kiuongozi, kibiashara na kiuchumi kupitia jukwaa hili la Malkia wa Ngara. Matamanio yangu ni walau kila kata tuwe na potential
female figure. Maana yake tuwe na mwanamke walau mmoja ambaye ni potential au ni figure ya jamii na taifa kwa ujumla. Hatuwezi kufikia huko bila kuwawezesha mabinti na kina mama. Ndugu Wanangala, ninakusudia kuwa na programu ya mama mjamzito kwanza. Nimekusudia kwa moyo wangu wote kuhakikisha kila mama mjamzito anakuwa na kadi maalum ya matunzo bure. Anakuwa na huduma ya simu ya dharura na uhakika wa chakula, maji na maziwa kwa afya yake na afya ya mtoto wake. Hivyo nikichaguliwa nitaanza kwa kuwatambua mabinti na kina mama wajawazito ili tuwawekee mpango wa kuhudumiwa bure hospitali na kuhakikisha kila mama ana uhakika wa walao kupata chakula, maji na maziwa kwa afya yake na mtoto wake. Na hata akishajifungua tunakusudia kuongeza kwa kumhudumia walau kwa mwezi mmoja baada ya kujifungua. Hii ndio Ngala mpya tunayoitamani. Ndugu Wanangala, nitaanzisha mpango wa Ngala Future Leaders Association. Ngala Future Leaders Association. Mpango huu unakusudia kuinua vipaji vya uongozi kwa vijana wadogo na kuwawezesha kuonyesha uwezo wao na kuonekana. Hatutamkandamiza kijana mwenye ndoto za uongozi, bali tutamwezesha ili kesho Ngala izalishe viongozi wengi na bora ndani ya wilaya yetu na hata kitaifa baadaye. Matamanio yangu ni kuona vijana wa Ngala wakiteuliwa kuwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri na hata teuzi mbalimbali za udasi na kwa nafasi mbalimbali. Tusitamani au kuendelea kufurahia kuona watu wa Ngala wakiteuliwa baada ya kuzeeka au kufikisha umri mkubwa. Matamanio yangu vijana wa miaka 30, 35 wateuliwe kwa nafasi mbalimbali za kitaifa ili waonyeshe uwezo wao. Hili halitawezekana ikiwa vijana wenye uwezo na wa uongozi wakiendelea kufichwa na kutoonekana au kunyimwa nafasi ya kuonekana. Kumekuwa na kasumba kwamba kijana akionyesha uwezo na potential, mbunge unapaniki ukihisi anaitaka nafasi yako. Sitakuwa mbunge wa aina hiyo. Kijana akionyesha kuitaka nafasi yangu, nitamuunga mkono, nitamsupporti, kwani Ngala si mimi bali Ngala ni sisi. Kwa hiyo kwa kumuunga mkono kijana yule, nitakuwa nimeshiriki kuijenga Ngala mpya ninayoitamani. Ndugu Wanangala na wananchi wenzangu, pamoja na mambo hayo muhimu, ninakusudia kujenga jimbo lenye mshikamano wa kweli, mshikamano usio wa maigizo, mshikamano usio amini katika pesa zangu, bali mshikamano wa kweli, maendeleo halisi, na tutafanya kazi kwa nguvu zote na kwa uwazi ili kila Mwanangala awe sehemu ya mipango na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya jimbo letu la Ngala. Ndugu Wanangala wenzangu, ninaiomba nafasi hii nikizijua changamoto na vilio vya Wanangala juu ya miundombinu ya barabara, maji, umeme na mawasiliano. Ni imani yangu kuwa ilani ya chama inakuja na majawabu ya changamoto hizi zote, nami niwahakikishie kuwa mstari wa mbele kusimamia, kupigania, kutetea na kulia juu ya usimamizi na utekelezaji wa ilani na utekelezaji wake. Aidha, hatutamvumilia mtu yoyote kwa ubadhilifu wa mali ya umma, rushwa ama mtu ambaye atakuwa chanzo cha kukwamisha miradi ya maendeleo katika jimbo letu. Mwisho, nitakuwa tayari kupokea ushauri na maelekezo ya Wanangala juu ya mwenendo wa jimbo letu litakalokuwa tutakuwa tayari kukosolewa, kujirekebisha pale tunapokosolewa. Hatutakuwa wabishi wala wajuaji katika kufanya kazi ya jimbo letu. Aidha, katika mchakato huo sitarajii kumtembelea mjumbe yoyote kujitambulisha kama wanavyofanya watiania wenzangu, kwani ninaamini Wanangala wote wananifahamu. Ninaamini kwa kumtembelea mjumbe mmoja mmoja kujitambulisha ni kuvunja kanuni za Chama cha Mapinduzi. Pili,
Sitarajii kumtembelea kiongozi yoyote wa ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa au ngazi ya taifa kujitambulisha au kumshawishi anipendekeze katika vikao vya maamuzi. Ni imani yangu kuwa hotuba hii inatosha kwa mjumbe yoyote wa kikao chochote cha maamuzi kujua ni aina gani ya ngala ninayoitamani. Hivyo kwa kumtembelea mjumbe mmoja mmoja, ninaamini ni kosa kikanuni na siko tayari kuvunja kanuni za chama changu. Mwisho, sitarajii kabisa kutumia hata senti moja ya fedha yangu. Kwani ninaamini ikiwa nitachaguliwa kwa kutoa fedha, nitaanza kurudisha fedha niliyoitumia katika mchakato mzima. Lakini pia kwa kufanya hivyo ni kuvunja kanuni za Chama cha Mapinduzi. Lakini baada ya uteuzi wa wagombea, ikiwa nitateuliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ngara, nitashirikiana kwa kina na kila aliyetia nia ya kuiomba nafasi hii. Aidha, nitamtembelea kila mmoja kukusanya mawazo yake na mipango yake aliyokuwa ameipanga juu ya ujenzi wa jimbo la Ngara, ili kwa pamoja tuitumie mipango ile kuunganisha na mipango yangu ili kuijenga Ngara iliyo bora. Ikiwa sijateuliwa, niko tayari na nitakuwa tayari kuanzia siku ya kwanza ya kutoteuliwa kwangu kutoa ushirikiano kwa aliyeteuliwa katika kuiongoza Ngara, kushauri juu ya uendeshaji wa jimbo la Ngara, na nitakuwa tayari kutumiwa na chama changu, kutumiwa na mbunge wangu, kutumiwa na diwani wangu au kutumiwa na rais wangu ambaye ni mwenyekiti wa chama changu mahali popote pale ambapo wao wataona ninafaa kutumwa na kutumika. Mwisho, ninaungana na wana CCM wote na Watanzania kumwombea kura nyingi sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nafasi ya rais, kwani ni mtu sahihi kwa wakati sahihi ambaye tumeletewa na chama chetu cha Mapinduzi. Hakika kazi na utu tunasonga mbele pamoja. Mungu ibariki CCM, Mungu ibariki Ngara, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu wananchi, nimekuwa nikiulizwa swali hili sana, lakini niseme kwamba ninaheshimu sana mila na desturi za Kitanzania, zikiwemo za Wanangara, zikiwemo ni mila za kichifu na mila nyingine mbalimbali. Mimi personally sina uhakika kama kuna mtu aliwahi kutaka kujipa uchifu. Sina uhakika juu ya hilo, lakini nililisikia jambo hili. Na baada ya kulisikia nilikuwa na maoni yangu kwamba ikiwa familia za kichifu zina taratibu zao za kutoa uchifu, basi taratibu zile ziheshimike. Kwa sababu haya mambo ya kichifu bwana, uongozi hatupewi kwa mabango au kwa matakwa yetu. Tunafuata taratibu na kanuni. Na familia za kichifu zina kanuni zake na zina namna yake ya utoaji wa vyeo hivyo vya kichifu. Na mimi ninaamini vyeo vile vinatolewa kwa kurithishana au kuteuliwa kwa sababu mbalimbali ambazo familia zile za kichifu zimetolewa. Zinafuata. Sio kwa sababu fulani ametaka kuwa chifu basi tunampa uchifu. Kwa hiyo mimi niliona kwamba sio sahihi. Kama kuna mtu yoyote au kiongozi yoyote aliyetaka kujipa uchifu, sio sahihi. Na tuliona wazi familia za kichifu wakati ule zilitoka na kukemea vikali swala lile. Kwa hiyo sisi kama Wanangara tuliona kwa kweli familia zile za kichifu zimekosewa. Na hili niseme wazi, mimi ni mwana CCM, CCM inasema nitasema kweli daima, fitna kwangu mwiko. Familia zile zilikosewa, tulipiga kelele na tunashukuru kwamba jambo lile halikufanikiwa. Lakini swali la pili hili limeulizwa kwamba ubandikaji wa picha za mbunge katika maduka, ofisi na biashara mbalimbali. Mimi nikazani kwamba mamlaka hizi za rais na mwenyekiti wa chama zinapaswa kuheshimiwa. Hatutamani au hatutarajii kuona mamlaka hizi zikiguswa au mtu akijilinganisha na mamlaka hizi. Wakati ule tuliona
vyombo vya habari viliripoti, Watanzania waliona Ngara kama kituko, lakini mimi niseme ni kwamba ni makosa madogo madogo ya kiufundi, ama watu wanaotuzunguka na kutushauri wanakuwa wanatushauri tofauti. Lakini ninaamini kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama cha kimaadili na kimalezi. Ninaamini wao kuna namna walionya na kuna namna walikemea, ndio maana baadaye tuliona mambo hayo yakiisha. Lakini mimi sitarajii kuwa aina ya mbunge nitakayelazimisha mtu kubandika picha yangu, au nitakayeshindana na rais wangu au mamlaka yangu ya chama na serikali kwa mazingira yoyote yale. Sitarajii kuwa mbunge wa mabango, mbunge wa mapicha picha, mbunge wa kujipa vyeo, au mbunge wa kulazimisha kutumia matumizi ya pesa ili watu waniunge mkono. Nitakuwa mbunge wa haki, utu, kazi na uaminifu. Asante. Swali la pili. Swala la ufungaji wa TV katika vijiwe vya kahawa, mwanzo mimi nilizani ni burudani. Na kama TV zilifungwa kama burudani, sikuwa na shida juu ya hilo. Nilikuwa na shida baada ya kuona kwamba watu wanatafsiri haya kama mafanikio. Na nikazani kwamba Ngara kipaumbele chetu hakikuwa ufunguaji wa TV katika vijiwe. Ndio maana tulitoka nje na kupiga kelele. Ikiwa zile TV zingefungwa kama kuwaburudisha wanangala, wala tusingekuwa na shida. Ila shida iliibuka baada ya TV zile zilizofungwa zilikuwa zikizinduliwa kama achievement. Ni aibu kwa dhamana umepewa na wananchi kwenda kuzindua TV. Hiyo ni aibu. Tulisimama tukapinga, tutasimama tutapinga, kwa sababu sisi wanangala sio wa kudharauliwa kufikia viwango hivyo vya kwamba kwetu TV iwe ni achievement. Wanangala tuna uwezo wa kufunga TV majumbani kwetu, tuna uwezo wa kujichanga na kufunga TV katika vijiwe vyetu ikiwa TV hizo ni vipaumbele kwetu. Kwa hiyo ufunguaji wa TV ulizalisha vijiwe kuwa busy muda wa kazi, lakini pia kuchochea watu kutofanya kazi muda wa kazi na kukesha vijiweni kuangalia TV. Kwa hiyo kama wanangala tunaopenda maendeleo, tusingekuwa macho wazi kuendelea kuona vijiwe vile vikitumika kisiasa kwa kuwafanya watu wasifanye kazi na waamkie katika vijiwe kuangalia TV na kunywa kahawa. Kwa hiyo hatukupinga ufunguaji wa TV, bali tulipinga sababu za ufunguaji wa TV zile. Asante. Kuhusu issue ya vijana kuogopa kugombea, ni kweli, hasa kwa majimbo kama yetu, majimbo ya watu wenye fedha nyingi, majimbo ya vigogo ambayo watiania, unakuta watiania zaidi ya 5 mpaka 6 ni vigogo mahali fulani na ni watu wenye pesa zao. Ni ngumu kumuona kijana wa umri kama wangu akijitokeza kugombea. Hata akiwa na potential kiasi gani, wanaogopa kukatwa, lakini wanaogopa pia kwamba hawataonekana kwa sababu ya kushindana na watu wenye fedha. Kwa nini mimi nimekuja kugombea ikiwa sina fedha na sipo katika kundi hilo la vigogo? Mimi nina akili ambazo ninaamini ikiwa wanangala na Watanzania wataamua kuzitumia watanufaika. Lakini sina fedha za kuwapa ili wanichague. Nina imani na mifumo ya chama changu, nina imani na kanuni za chama changu. Chama changu kinanielekeza nisitumie fedha, na hata ningelikuwa nayo nisingeitumia kwa sababu mimi ni muumini wa kanuni. Ikiwa wana CCM wenzangu na wanangala wataona sifai kuwaongoza kwa sababu sina fedha, it's okay. Ikiwa rais wangu na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan akiona sifai kuwa mbunge wa jimbo la Ngara au sifai kumsaidia kwa mahali popote kwa sababu sina fedha, it's okay. Lakini mimi ninaamini katika akili, uwezo na potential nilionayo, nina uwezo wa kufanya zaidi ya yule mwenye fedha. Kwa hiyo sitarajii kushindana na mtu mwenye fedha, sitarajii kushindana na kigogo, isipokuwa ninashindana na dhamira yangu ya kulikomboa jimbo langu na kuikomboa nchi yangu. Ikiwa itawapendeza wana CCM, wanangala, Watanzania na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, niwasaidie
kwa kutumia akili yangu nitakuwa tayari masaa 24 siku 7 za wiki. Ikiwa hawatapendezwa kwa sababu sina fedha, basi nitakuwa sina namna, nitaendelea na majukumu yangu ya kila siku. Asante. Katika andiko hilo nilisema ngala haipigi hatua, na watu waliunga mkono kwa sababu ni kweli ngala haipigi hatua. Tutakuwa ni wajinga na tutakuwa tunajidanganya tukisema ngala inapiga hatua tunayoitamani. Ngala inapiga hatua kimiradi kwa sababu rais wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan anatusaidia sana kuipambania ngala. Lakini hatuoni effort ya mbunge kila tunayempa nafasi. Hatuoni akitumia akili yake katika kuiendeleza ngala. Kila siku tunasimama, Dr. Samia ametujengea barabara, Dr. Samia ametufungia taa za barabarani, Dr. Samia ametuletea x-ray, Dr. Samia ametujengea shule, watoto wanasoma bure, elimu bure, maji yanasambazwa wilaya nzima, mitandao ya simu, umeme. Kazi zote zinafanywa na Dr. Samia na serikali ya CCM. Sasa ni lini tutapata mbunge ambaye tutasimama tukasema mbunge wetu ametufanyia 1, 2, 3, 4, 5? Ukitoka nje ya ngala, ukijitambulisha sehemu unatokea ngala, hakuna anayepajua ngala. Unaulizwa ngala ni wapi, mkoa gani, na ukisema mkoa wa Kagera watu wanakimbilia, wewe ni Muhaya wa Bukoba. Ukimwambia mimi ni Mwangaza, hakuelewi unatokea wapi. Sasa ukiwaambia watu ngala haijulikani, wana mind, wanaona kama vile wewe huipendi ngala. Lakini huo ndio ukweli, kwamba ngala yetu hailingani au haijulikani kwa vile tunatamani ijulikane. Na ili ijulikane kwa vile viwango tunatamani ijulikane, ni lazima kazi kubwa ifanywe na viongozi tunaowapa dhamana za ndani. Sio kazi ya Dr. Samia kuja kupambana ngala ijulikane, bali ni kazi ya mbunge, madiwani na viongozi wanaopewa dhamana ya kuiongoza ngala kuifanya ngala ijulikane. Mfano mzuri, unaona mkoa wa Arusha, mkoa uko busy kila siku. Si kwa sababu ya Dr. Samia, ni kwa sababu ya Paul Christian Makonda ambaye amepewa dhamana ya kusimamia mkoa ule, wabunge na madiwani ambao wanapewa dhamana ya kusimamia mkoa ile. Kwa hiyo tukisema ngala haijulikani, watu wasikasirike, bali tuungane pamoja, tujadiliane tunafanya nini ili ngala ijulikane. Kwa mawazo niliyowasilisha katika nia yangu ya kugombea ubunge wa jimbo la Ngala, ninaamini ikiwa nitapewa nafasi ndani ya miaka 5, ngala itakuwa bize na itakuwa habari ya mjini. Hakuna Mtanzania kokote Tanzania hatawahi kuijua ngala. Hakuna mwanangala ambaye atatoka nje ya ngala ataulizwa ngala ni ipi au Muhangaza ndo wa wapi, kwa sababu ninaamini ngala itakuwa bize, watu watakuja ngala na si watu kutoka ngala kwenda nje. Asanteni.